Watu wananiuliza ni kuna uwezekano wote mwanaume akawa na urafiki na mwanamke bila mwanamke bila kuhusiana kimapenzi? Jibu lake ni ndio. Lakini huyu mwanaume lazima apitie hatua tatu. Kama hana hizi hatua tatu inakuwa ni ngumu sana kwa huyu mwanaume kuwa na urafiki na mwanamke yeyote. Na hatua zenyewe ni very simple. Hatua ya kwanza ni awe na uwezo wa kuhusiana yeye na yeye. Ndani ya umbo la mtu kuna mtu mwenyewe, yani ndani ya umbo unaloliona kuna mtu mwenyewe, kuna binadamu. Kwa hiyo lazima ndani mwako au tuseme ndani mwako kuna mtu na binadamu, labda ndio itaeleweka vizuri zaidi. Nataka nifanye nyepesi. Ndani yako kuna mtu na binadamu, yani wewe mwenyewe kwa everything, kwa kila singo ya kiumbe mwanaume au mwanamke kuna mtu, kuna binadamu, wengine wanasema kuna mwanaume, kuna mwanamke, lakini au jinsia ya kike na ya kiume, lakini tunasema kuna mtu, kuna binadamu. Sasa lazima ujifunze kuhusiana na mtu na ujifunze kuhusiana na binadamu, manake mtu ndo original, binadamu ni mwili wa pili, mwili wa kwanza ni mtu. Kwa hiyo lazima ujifunze kuhusiana na mwili wako wa pili. Kwa hapa tunazungumzia ni wewe na wewe. Wewe ujifunze kuhusiana na wewe. Wewe ujifunze kuwa na urafiki na wewe. Wewe ujifunze kuwa na mapenzi mazuri na wewe. Ndio maana unaweza kukuta mtu anamuumiza binadamu kwa kumpa pombe kali, kwa kumvutisha madawa kulevya, manake hana urafiki na binadamu. Yani yeye na yeye hawana urafiki, kwa hiyo wanagombana. Kwa hiyo ili amnyamazishe mmoja hapa anampa vitu vikali. Hii naizungumzia, unaweza kanielewa ukiwa umejitambua, lakini hata kama hujajitambua ndo tulikuwa kwenye safari sasa ya kujitambua, bado tunaendeleza tip dogo dogo zinazokusaidia uelewe kama unajitambua au la. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni pale ambapo mtu sasa anakuwa na urafiki aidha na mamake au na mke wake. Kama hajaoa na mamake, aidha kama ameoa na mamake. Na tunaposema urafiki hatuzungumzii friendship ile ya marafiki, yani kwamba mtoto anamzoea mazoea. Hapana, tunazungumzia ule heshima, urafiki wa heshima, na mheshimu mamake au anamheshimu mke wake vizuri. Kwa huyu ana hatua ya pili, ana uwezo sasa wa kuwa na mahusiano na mtu mwingine mwenye umbo la kike, kwa maana ya kwamba ana uwezo wa kumheshimu mtu mwingine mwenye umbo la kike. Kwa kama na mwanaume ambaye hakuheshimu wewe, hawezi kawa na urafiki na mwanamke mwingine alafu asianguke kwenye mahusiano. Labda wewe mwanamke aliye na urafiki naye au yeye anajiheshimu. Kama una mwanaume au kuna mwanaume ambaye, au hata kama ni mvulana ambaye hamheshimu mama yake, hayuko yani kama tuseme ni Kiswahili kama hampendi mama yake, lakini ni kusema hana urafiki na mama yake. Huyo mwanaume hawezi pia akawa na urafiki na wanawake wengine kabisa. Kwa hiyo hatua ya pili ni kwamba anakuwa na urafiki na mke au mama. Hatua ya tatu ndo ana uwezo wa kuwa na urafiki na mtu mwingine. Kwa hizi hatua tatu lazima awe nazo. Zile mbili ni msingi, kama hana yeye hataweza kaifikia, lakini iliyo kubwa zaidi ni ile ya awali ya kwanza ya mtu kuwa na urafiki na yeye mwenyewe. Usalie na wakati mwema hadi wakati mwingine. Safari ya kujitambua, hiyo na kusisitizia na nitaendelea kusisitizia kwamba anza kufikiria kujitambua ili vitu vingine vitulie katika maisha yako, kwa sababu nawasisitiza kila siku kwamba vitu vinavyokuzunguka vina tatizo lolote. Tatizo lipo kwako, ni kwa sababu nashindwa kuhusiana wewe na wewe. Sasa kuna uwezo, yani uwezo upo wa mtu ukajifunza, ukaingia kwenye darasa ukajifunza namna ya kuhusiana na wewe, ukapona kabisa na ukawa na uwezo wa kuhusiana na wewe, na mambo mengine yakawa yanakusumbua. Unasumbuka na pesa, unasumbuka na mke, unasumbuka na watoto, unasumbuka na majirani, unasumbuka na kadhalika, ukawa na uwezo wa kumudu. Tupo walimu wa masuala ya kiroho, lakini wapo wataalamu wa afya ya akili ambao tayari wamejiunga na nguvu zao za ndani, maana yake wameconnect na mtu wao wa ndani. Mtu anawasiliana vizuri na binadamu, kwa hiyo wako vizuri. Lakini kuna wanasaikolojia ambao pia wao wenyewe mtu na mtu hawawasiliani vizuri, wapo kinyume. Kwa mfano, kwa hiyo anakuwa kama daktari, anakuambia usivute sigara, anawasha sigara, yeye anavuta. Sigara ina madhara 1 2 3, akishamaliza kufundisha anatoka nje anawasha sigara, anavuta. Nao ufikirie kuhusu uponyaji wa afya ya akili. Salia na wakati mwema hadi wakati mwingine. Bye bye.